أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وجعل لكل خير وذبك من كل شر وبعد الحمد لله رب العالمين. Naam, baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla fi'ala jalla jalaluhu, Allah ambaye ametufanya kuwa hai yaumu al-Jumaa nyingine ya leo. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa kufika leo ni mpango tu wa Allah Tabaraka wa Ta'ala, sio kwa amri yetu isipokuwa ni idhini ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala. Naam, tunataka tuzungumze kwa utasari, tuangalie angalau vigezo vichache kabisa ambavyo mada ni tuseme mwanamke kuhusu kufanya kazi mwanamke, yani dini inasemaje kuhusu mwanamke kufanya kazi. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu karimu abad. Dini haijamzuia mwanamke kufanya kazi. Adinu laysa na'a al-mar'ati fa'alu li asbabi. Dini haijamzuia mwanamke kufanya kazi kabisa. Bali asbabu huwa li khairu. Sababu kazi ni jambo la khairi, walakin wasa'ayati al-nasab. Dini pia kazi itamletea mwanamke chumo lake, al-kasab itamletea chumo, lakini fazadu ali al-fadl wal amwal, lakini pia mwanamke itamzidishia mali, itamzidishia kipato chake katika utafutaji wake. Kwa hiyo dini haijamweka mwanamke kwamba yani mwanamke au tu mwanamke ukaa tu nyumbani. Hapana, dini imempa mwanamke nafasi ya kufanya kazi, kwa sababu wako wanawake, tuna mifano mingi ya wanawake ambao walifanya kazi walifanikiwa katika dini sawa, lakini pia dini walisaidia kiasi kubwa sana. Mfano tulimzungumza Khadija binti Khuwailid. Khadija binti Khuwailid ni mwanamke ambaye mke wa kwanza Mtume sallallahu alioa huyu mwanamke, lakini mwanamke ambaye alifanya kazi, alikuwa mfanya biashara mkubwa na alitoa mali zake akauhami Uislamu, pia alimuhami na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka sisi tukimtaja Khadija tunamsema Khadija radhiallahu anha, ni mwanamke ambaye Allah alimridhia, ni mwanamke ambaye alifanya kazi kufuata msingi wa taratibu. Isipokuwa tu tunasema kwamba ziko sababu ambazo zimewekwa za kisheria tu za msingi ambazo mwanamke anatakiwa zizingatie katika kufanya kazi yake. Moja, tumesema ile miamala interaction, ni kule ile miingiliano ya kibiashara. Mwanamke anatakiwa kufanya kazi ya halali, lakini mwanamke avae sara heshima, lakini kisha afanye kazi kufuata zile sheria ambazo biashara imezungumza. Yani mathalan mwanamke anapotaka kusafiri kufuata bidhaa mahali fulani, dini imesema kwamba mwanamke anatakiwa kuwa na maharimu wake. Umeona hii kwamba mwanamke mahari manake ni mtu ambaye mwanamke hawezi, yani mtu ambaye hawezi kuoa yule mwanamke. Huyo anaweza kuwa kaka yake, baba yake, mjomba wake, anaweza kaenda akafunga naye mzigo akarudi naye. Lakini kisha swala la lingine tuseme kwamba mimi nizungumze swala la watu ambao wanazuia wanawake kufanya kazi. Ni wewe umemkuta mwanamke anafanya kazi alafu unakuja unamsimamisha asifanye hiyo kazi, unamuoa. Bwana, kuna sheria zinasema, kuna baadhi ya ulama wanasema mwanaume sio baba yako. Kwa sababu gani? Ndoa ni kitu ambacho watu wanaoana wanatafuta maisha, ndio lengo la msingi kubwa la ndoa. Sasa inakuwaje mwanaume umekwenda umeoa mwanamke, umekuta mwanamke ana kazi kasomeshwa na wazazi wake, alafu unakuja unamwachisha, alafu unakuja unamweka ndani, baadaye mwanamke unakuja unamwacha. Mwanamke anapita maisha magumu sana. Hii changamoto ya wanawake wengi sana imewala hii. Yaani mwanamke anakuwa anafanya kazi yake, alafu baadaye anakuja anaolewa na mtu fulani, aidha ni mwalimu, daktari, sio mhandisi au nani, anakuja na bana acha kazi. Sasa mwanamke kwa sababu kampenda yule jamaa na mapenzi naye, anaamua kuacha kazi, anakuwa mother of the house, mama wa nyumbani. Baadaye anakuja anaachika, anakuta mwanamke hana mahali pa kusimamia tena, hawezi tena kurudi kazini. Kwa hiyo tunakuwa tuna single mother ambao wanasababishwa na wanaume. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja, ar-rajuli wal mar'ati huwa kullama juma'in, wanawake na wanaume nyinyi kitu kimoja sana, ambao jamaa fulani mfanye kitu kimoja, mwe mnashirikiana katika masuala ya kufanya kazi. Kwa hiyo wanaume ni waombe sana pia, wanaume usimwonyeshe kazi mke wako, basi kama mke anafanya kazi ya haramu, badilishie ile kazi, mpe kazi ya halali. Wewe ni mwanaume. Lakini pia anasema asiha laisa alishayu na tibadamu fi badani. Mtume anasema afya sio kitu ambacho kinadumu kwenye mwili wa mwanadamu. Unaweza leo uko hai, kesho ukapata maradhi. Okay, ndio wewe tupa nyumbani ndio unaleta riziki. Katika mkufa ghafla pale watoto wanasoma wataishije? Au nyumbani watu wataishi vipi? Kwa hiyo tunawaambia tahadhari kwamba dini imeangalia mbali masuala ya mwanamke kufanya kazi. Lazima msaidiane. Tunasema watasmu bihabdillah, jamia mshirikiane katika kufanya mambo mema. Hata Mungu anasema kwenye Qur'ani, wataawanu alali ithmi, msisaidiane katika masala ya kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wataawanu alal wa taqwa, msaidiane katika mambo mema na ucha Mungu. Msaidiane katika wema na ucha Mungu. Wataawanu alal birri wa taqwa, msaidiane katika wema na ucha Mungu. Wala ataona ithmi wal udwani, msisaidiane katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kama mwanamke labda anafanya biashara ya haramu, anauza madawa ya kulevya, anafanya biashara ya human trafficking, hizo biashara umemkuta mwanamke anafanya, labda alikuwa ajui, basi wewe ndio unaweza kumchukua mwanamke ukakaa naye ukambadilisha afanye biashara ya halali. Kuliko umemkuta mwanamke anafanya duka lake, amefungua duka, mwanamke labda ni mwalimu, mwanamke labda kanafanya kazi ya halali, alafu unakwenda unaoa na muachisha. Hichi kitu bwana kibaya sana, kwa sababu inafanya wanawake wanaishi maisha magumu. Dunia ya leo sio kama dunia ya zamani, ndugu zangu. Yaani dunia ya leo
Anasema ad-dunya allati mujtamaha huna huwa li ghairu, dunia ambayo mkishirikiana inakuwa kitu kikubwa sana. Kwa lazima wanawake na wanaume mkubali kushirikiana kufanya kazi pamoja. Ndio mimi nishukuru taasisi ambazo zinamsupport mwanamke. Ndio taasisi ambazo zinamsupport mwanamke kuhakikisha kwamba mwanamke anainuka anataka kwenda sehemu nyingine. Ile zinafanya kazi vizuri sana. Mimi niseme kwamba wanaume lazima wakubali kushirikiana na wanawake kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo kama unakwenda kuoa mwanamke, basi usimwalishe kazi anayoifanya, mshirikiana naye kwa pamoja, ufanyane kazi sawa sawa. Alhamdulillah. Kwa kufanya hivi satakuwa min al-alia, msiwaachisha wanawake kufanya kazi. Na nasema wanawake mjitahidi kufanya kazi, wanawake mfanye biashara, wanawake mjitafutie kama ambavyo leo wanawake tunaona mjukumu hivyo, wanawake wanafanya kazi. Kwa hiyo dini haijamzuia mwanamke kufanya kazi kabisa. Asije katokea mtu akasema dini inamzuia mwanamke kufanya kazi. Dini imekataza. Hakuna hiyo aya wala hadithi, isipokuwa dini inataka mwanamke afanye kazi, lakini tu afuate zile principle ambazo tumezungumza. Mwanamke katika hijabu, mwanamke ajistiri, mwanamke afanye biashara halali. Hizi principle ndio dini imekuja imezungumza. Alhamdulillah, inshallah khair. Kwa hiyo lakini jingine tuseme kwamba tuna haki ya kuunga mkono jitihada ambazo tukiona wanawake ambao wakiwa wanafanya kazi. Ziko kauli zinasema kwamba ukiona mwanaume imara basi nyuma kuna mwanamke, lakini pia ukiona mwanaume imara, mwanaume dhaifu pia nyuma kuna mwanaume. Hapo tunasema kwamba huwa ghairu ayyabti marati allati fanquha, chagua mwanamke atakayekuwa mzuri katika kuoa. Ukikosea katika kuoa basi umekosea principles za maisha. Anasema ghairu kum aman tajawaza fihi alayhi min al-marati kabla ayanguka, bora katika nyinyi ni yule atakayejiandaa kutafuta mwanamke bora wa kuoa kabla hajaoa. Mwanamke sio tu mnakutana ghafla leo umeoa, hapana, usifanye hivyo ndugu zangu. Yaani sio tu mwanamke umekutana kwenye daladala leo, kesho barua, kesho kutwa ndoa imepita. Hamna. Mwanamke ni mtu ambaye unatakiwa umuulize kwanza Allah, umuulize Mungu vizuri, udiskasi kuhusu mwanamke, usali istikhara, umuulize Allah. Kama hujui, Mungu anasema kwenye Qur'ani, fasalu atadhikrukum ta'lamuna, Mungu anasema waulizeni watu mambo ambayo yale nyinyi hamyajui. Kama ukutana mwanamke unataka umuoe na mpenda umjui, basi uuliza watu wanemjua yule mwanamke, watakuambia bwana yule mwanamke sifa zake uzikipendeza ndio unachukua nao. Sio tu mwanamke umekutana ndio leo unakutana, changamoto zimekuwa nyingi, tunakuwa familia zinakuwa sio bora, chanzo cha migogoro ya familia, chanzo cha migogoro ya tafaraka zinakuwa nyingi kwa sababu tu ya kuchukua mwanamke umekuta. Na pia mwanamke unapotaka kuolewa, angalia mama anaenda kuja kukoa ni nani, angalia ana sifa gani, angalia je ni baba bora kwako. Sio tu mwanamke amekuona umevaa mavazi mwanaume akakupenda. Kuna wanaume wengi sana unakuta anamuona mwanamke katika urembo wake amependeza, lakini akipewa majukumu bwana anakimbia. Kwa hiyo tafuta baba ambaye, tafuta mwanaume ambaye utaishi naye kwa wema, atakuwa na mapenzi ya dhati kwako. Kwa hivyo tumezungumza, niseme kwamba hizi ndio principles za dini, na hayo ndio mambo ya kuyazingatia, na hayo mambo yana faida kubwa ukiyafuata. Ukiacha hayo ndio tutapata migogoro katika dini, tunapata migogoro kwenye familia, tunapata watu ambao wanakuwa hawana maana. Lakini ukiacha wanawake kuwaongoza katika kazi na kuwapa majukumu ya kazi, ndio wale ambao wanaharibika mitaani. Wapo dada zetu wengi tu wako kwenye madanguro kule, wanamwasi Mwenyezi Mungu tabaraka, kwa sababu labda walifukuza kazi, labda wanashishwa kazi na nini. Kwa hiyo mimi niseme kwamba dini haijazuia mwanamke kufanya kazi. Na ukimsaidia mwanamke, anasema man sa'ada al-mar'ati, ukimsaidia mwanamke sa'ada lidunia, umesaidia dunia. Wa man taraka al-mar'ati, na kumwacha mwanamke taraka dunia, kumwacha mwanamke bi anna al-mar'ati huwa al-qabiru ala al-jayshi. Wanasema ulama wanawake ni jeshi kubwa sana, mjitama huna basi msiwe mbali na wao, msiwatenge, muwe nao, wa huwa khairu. Mkifanya hivyo itakuwa bora kwenu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.